Shalom, shalom, watumishi wa Mungu. Najua kuna mambo yanakera sana. Na ukiangalia kwa makini unaona kabisa Ibilisi sio kwamba yupo kazini, ameshakalia kiti kwenye maisha ya wanawake. Kuna mama anajiita Rose Shaboka. Anajisifu ana degree 4. Labda kwa sababu anahisi wa Tanzania hawajasoma. Sijui kwa nini anahisi labda degree ni kitu cha kujisifia sana kuliko elimu ya kuishi na jamii. Nataka nimkumbushe huyu mama wa degree 4 huyu. Acha nimpe jina, anaitwa mama wa degree 4. Mtu anajiita ana degree 4, lakini degree 4 bado zinamfanya ajiamini mpaka ajipake malipstick kwenye mdomo. Mdomo kae kama malaya fulani ambaye anajiuza pale Sinza na maeneo mengine ili aonekane kwamba ana degree 4. Sasa sijui hizo degree 4 zinamsaidia nini mpaka aweke malipstick. Wewe mama wa degree 4, sikiliza nikwambie kitu. Hizo degree 4 hazijakwambia kwamba mwanamke anatakiwa kuwa mtiifu kwa mume wake. Na wakati unaolewa uliishi na huyo mwanaume, ukafika mahali ukaanza kujiona umesoma, una degree 4, degree kawa ndio unaziona mbele. Umesahau ulifundisha nini kuhusu watu wanaoachwa. Ukasema watu wanaachwa kwa sababu gani? Ukawadharau wale waachika. Sasa hivi umeachwa kwa ujinga wako, unajisifia degree 4. Unaanza kusema nina degree 4. Ushindwe. Tena ukome. Usituharibie kanisa. Nyinyi ndio wale ambao mnafanya kazi ya Mungu inatukanwa. Wachungaji wanaonekana hawana maana kwa sababu yenu na ujinga wenu. Wewe degree unaijua. Tuulize sisi ambao tuna degree 4 na tuongei, tupo mtaani, tumenyamaza. Tupo busy na kazi. Wewe degree unaijua? Wewe mama wa degree 4, degree unaijua? Tuanzie hapo. Mimi mwenye degree 4 nipo original kama unavyoniona hapa. Wewe degree 4 mpaka ujipodoe. Weke lipstick ya 200 mdomoni. Degree 4 ndo kama hivi, kujiamini. Alafu pia uwe na heshima. Usifikiri kila mzazi ambaye unaongea naye anakusikiliza hana akili. Wazazi wote wanaokusikiliza, wengine wana wake zao nyumbani na familia zao zimesimama vizuri, hazijavunjika kama ya kwako. Na wake zao wana degree 6. Achana na wewe mama wa degree 4, unajaribu kuuliza watu maswali eti wewe mwanafilosofia mpuuzi. Unataka kuharibu kanisa, ulifanye kanisa lionekane kama halina maana. Nataka mlifanye kanisa kama halina maana. Hivi nyinyi mnajua kwanza nafasi ya mwanamke kwa mwanaume? Pamoja na madigiri yako hayo manne, unajua nafasi ya mwanamke kwa mwanaume? Ulikuwa unahubiri kipindi kile ulivyojua ukizungumzia masuala ya ndoa, eti sasa ndio utagusa mioyo ya watu uwe tajiri. Sasa hivi umeachika, umepigwa chini kwa ujinga wako.
Tangia ulipogundua kwamba wewe una degree 4, ukasahau kwamba wewe una Roho Mtakatifu, unatuambia masuala ya degree. Degree ni kitu gani ambacho unaweza kujisifia? Sisi tumesoma, lakini hatuongei kuhusu masuala ya elimu, tunaongea kuhusu Roho Mtakatifu. Wewe degree 4 inakusaidia nini? Zaidi ya kwamba umeaibika, Tanzania nzima wameshajua na dunia kwamba ulikuwa unawahubiria maji wakati wewe mwenyewe unakunywa divai. Kule nyumbani hapakaliki, kwenye kamera unahubiri, unasema wewe ni bingwa kitandani. Ushindwe katika jina la Yesu. Tena upeleke ujinga mbali kabisa. Msituharibie kanisa na ulegee. Nataka nikwambie degree haipo hivyo. Degree, mtu anayemiliki degree ana akili. Ana elimu kwanza kuishi na watu. Kuliko kumiliki degree 4 za kwako hizo, ni afadhali mtu akamiliki nyumba ya vyumba 4 ambavyo hata havijapigwa plasta. Mbele ya jamii ataonekana ni mtu wa maana, amefanya kitu, amejituma. Sio degree 4 na unaachika. Nataka nikwambie Shaboka, wewe ni mwanamke, na unajua Paulo aliona mbali sana. Akasema Paulo aliona mbali sana, akasema mwanamke awe kimya. Awe kimya, na kama ana jambo akamuulize mume wake nyumbani. Mwanaume awe degree. Thamani ya mwanamke sio degree, ni utiifu. Soma Biblia yako vizuri. Utiifu. Una degree na ujui kwamba unatakiwa kutii mume wako. Una degree na ujui unatakiwa utenge muda wa kazi na muda wa mume. Sasa kama wewe umezingatia degree kuliko majukumu ya ndoa, utafundisha nini wanawake wengine? Unatarajia uwafundishe nini? Unatarajia uwafundishe nini? Wewe mwenyewe una mambo ya kichoko, afu nataka watu wenye akili wakusikilize. Mimi ni wa kwanza wa akili na kukataa. Hebu peleka ujinga kule kwenu. Toa ujinga kanisani. Toa ujinga kanisani, kwa sababu unachotaka kuleta ni kuwafanya wanawake wadharau waume zao. Unataka kuvunja misingi ya ndoa takatifu na kuleta elimu ya degree 4 ambayo degree zenyewe hazina faida. Sijui kama unanielewa. Peleka ujinga mbali. Hizo degree tunajuaje kama ulifoji? Au ulitoa rushwa? Au ulifanyaje? Usitusifie makaratasi. Hii nchi na wasomi. Kwa hiyo usijifanye unaweza kufundisha wasomi. Wewe bado sana. Rudi kwa mume wako, omba msamaha, utaonekana wa maana. Hata wale wachungaji wanaokualika kuhubiri kwenye madhabahu zao, nao hawana akili vile vile. Hawana akili. Ni wajinga kupitiliza. Nao wamekaa kama hizo degree zako 4. We mama wa degree 4. Badilika. Usiletee uchafu kanisani au kuharibu kanisa kwa sababu ya madigiri yako. Wewe bado hujasoma. Bado hujasoma. Nenda kasome elimu ya kuishi na mume kwanza. Ukishasoma hiyo elimu, ndio uje sasa umwambie mume wako nisamehe. Hapo utakuwa umeshapata degree 4. Lakini makaratasi peleka mbali. Sisi ni wasomi, nchi na wasomi wengi, na hauwezi kuwa lecture wa wasomi wakati wewe mwenyewe umeshindwa kulea mtu mmoja tu.
Mtu mmoja, mwanaume mmoja amekushinda, utalea nchi. Peleka ujinga mbali Shaboka. Peleka ujinga mbali. Unataka watu wazima wakae chini, wamepiga kiatu kiwi, wamenyoosha nguo pasi, wakusikilize. We mama uliyeachika, alafu ulitukana walioachika ukaambia kwamba ukifanya 1 2 3 wewe una lolote, ndio maana umeachika. Ukachekelea masingle mother. Sasa hivi na wewe umekuwa single mother. Shaboka, jiangalie. Sisi tulikuwa tunakufuatilia. Taasisi ya ndoa haina mwalimu. Peleka ujinga kwenu. Toa ujinga kanisani. Imeisha hiyo.